Okay, karibu kwenye mafunzo ya elimu ya fedha na uwekezaji. Leo tutajifunza kuhusu akiba, mikopo na uwekezaji. Na kama unataka kuwa na uhuru wa kifedha, basi hii video ni kwa ajili yako. Tutaanza na akiba. Kwa nini tuweke akiba? Moja ni kujikinga na dharura, na dharura hizo ni kama ugonjwa, kupoteza ajira au kupoteza mzazi. Pili ni kufikia malengo. Je, una malengo gani? Kuna kujenga, kuna kununua gari, kuna kusafiri, kuna kununua vifaa vingine vyovyote ambavyo unataka wewe kuviachieve. Na pointi ya mwisho kwa leo ni kujenga nidhamu ya fedha. Tukiwa na tabia ya kuweka fedha kila pale tunapopata, tunakuwa tunajijengea nidhamu ya fedha. Kwa mfano, umepata mshahara mwisho wa mwezi, unasema mshahara niliopata sio wote nitafanyia matumizi, sio wote utaenda kula bata, lakini unatakiwa uwe unaweka kidogo kidogo. Hizo hatua ndogo ndogo ndo zinaweza kusaidia wewe kuweka hiyo nidhamu. Kitu kingine, faida za kuwa na akiba. Kitu cha kwanza ni utulivu wa akili. Ukipata dharura, kwa mfano umepoteza ajira, hauna akiba, utapata stress, utaanza kuwaza utafanyaje baada ya kukosa ajira. Lakini ungekuwa una akiba, ungesema hivi kwamba hiyo hela uliyoiweka utaanzisha biashara au utaiwekeza kwenye sehemu ambayo itakupa faida baadaye. Kitu kingine ni uhuru wa kufanya maamuzi. Ukiwa na akiba unakuwa na uwezo wa wewe kufanya maamuzi tofauti tofauti. Unaweza ukasema hii hela niliyoiwekeza nitajenga nyumba, nitanunua gari, lakini ukiwa hauna akiba hauwezi ukawa na huo uhuru wa kufanya maamuzi. Na pointi ya mwisho kwenye faida za kuweka akiba ni fursa za uwekezaji. Ukiwa una akiba inaweza ikatokea fursa ya uwekezaji. Kwa mfano, BOT huwa wanatangaza bond au hati fungani. Unaweza ukasema kwamba nikinunua hii bondi ya milioni 10 inakuingizia faida kila baada ya muda, lakini usipokuwa na akiba huwezi ukapata hiyo fursa ya uwekezaji. Tukija kwenye mikopo, tunajua kabisa hatuwezi kuishi bila mikopo. Yaani kuna watu kabisa hatuwezi kuishi bila mikopo. Sasa, kwa nini tunaenda kukopa? Sababu ya kwanza ni kuanzisha au kukuza biashara. Tunajua kabisa tukiwa tunaanzisha biashara, tunaweza tukaanzisha biashara kwa mkopo au kwa kufinance sisi wenyewe bila mkopo. Na pia tukitaka kukuza biashara zetu, sio lazima sana kwenda kukopa, lakini kama hatuna source nyingine ya fedha, lazima twende tukakope. Kitu kingine ni kukidhi mahitaji ya dharura. Kwa wale ambao sasa hatujaweka akiba, lazima twende tukakope ili tuweze kukava zile dharura zetu. Kwa mfano, ugonjwa. Umepata mgonjwa au wewe mwenyewe umeugua, lazima utaenda kukopa ili uweze kukava zile cost zote za hospitali na uweze kutibiwa. Kingine ni kuwekeza kwenye miradi ya faida. Kwa mfano, tunaweza tukakopa tuwekeze kwenye real estate. Tunajua kabisa tukiweka kwenye real estate kila mwezi tutakuwa tunapata fedha. Wale tuliowakodishia yale majengo wanakuwa wanatulipa fedha. Kwa hiyo tunakopa tukijua kwamba tutapata fedha za kwenda kurejesha kule tulipokopa. Sasa faida za kukopa ni nini? Mtaji wa haraka. Wale wanaokopesha wanatusaidia sisi tunaokopa kupata mahitaji yetu kwa haraka. Kwa mfano, unajua kabisa nikienda microfinance fulani nikikopa nitapata fedha za kwenda kutatua tatizo langu. Kitu kingine ni unapanua biashara au kipato. Kwa mfano, una kipato cha shilingi 50,000 lakini unataka uwe na mtaji wa 100,000 ili biashara yako iwe nzuri zaidi. Kwa hiyo ile 50,000 nyingine inayobaki utaenda kukopa ili biashara yako iweze kuwa nzuri na yenye kiwango. Na kitu kingine ni unatumia fursa kabla haijakupita. Kwa mfano,
unaenda kununua bond, unajua kabisa kila mwezi utakuwa unapata faida ambayo inaweza kwenda kusaidia wewe kwenda kulipa ule mkopo. Sasa kuna mikopo ambayo inatuumiza watu ambao tunakopa. Sasa kuna vitu ambavyo tunatakiwa tuzingatie kabla na baada ya kuchukua mkopo. Tukianza na mambo ya kuzingatia kabla hujachukua mkopo. Kitu cha kwanza, je, unaweza kulipa hiyo pesa unayoichukua? Kuna any other source ambayo itakusaidia wewe kulipa hiyo fedha? Lazima ujiulize hilo swali. Kitu kingine ni riba iko vipi? Tunajua kabisa tuna mikopo kausha damu, riba zake ni kubwa, hela tuliochukua ni ndogo, lakini tunatakiwa turudishe hela kubwa. Kwa hiyo pia unatakiwa uangalie riba ikoje. Na kitu kingine, lengo la mkopo. Unachukua mkopo ukafanye nini? Kwa sababu ukichukua mkopo uende ukale bata, hiyo hela umeenda kuidumbukiza, haizalishi. Je, utairudishaje? Kwa hiyo lazima uangalie lengo la mkopo. Hizo ni sababu kuu 3 za kuangalia kabla hujachukua mkopo. Tukija kwenye mambo ya kuangalia baada ya kuchukua mkopo, kuna mambo makuu 3. Lipa kwa wakati. Cha kwanza, ukichukua ule mkopo ukichelewesha, kwa mfano umeambiwa kila mwezi uwe unalipa 10,000. Wewe mwezi huu umeacha, mwezi ujao inabidi ulipe 20,000, na kumbuka kuna riba labda itaongezeka. Kwa hiyo unatakiwa ulipe kwa wakati. Kitu cha pili, epuka kukopa tena. Kabla haujamaliza mkopo wako mmoja, epuka usichukue mkopo mwingine, kwa sababu ukishaanza hiyo tabia utakuwa ni mtu wa kukopa kila mara na utajiingiza kwenye, ni kama ulevi wa kukopa. Utakuwa na madeni muda wote na kufanya maendeleo itakuwa ni vigumu. Kitu cha mwisho ni fuatilia matumizi ya fedha. Ile fedha uliyoichukua umeitumia wapi, imefanya nini na itazalisha nini, na huko ulipoiweka, je, itakusaidia kulipa mkopo uliochukua? Tukimalizia kwenye uwekezaji, kwanza tunatakiwa tujue kwa nini tunawekeza. Kitu cha kwanza ni kujenga utajiri. Yaani lazima tujenge, ukiwekeza lazima utajiri tu utaupata. Cha pili, linda thamani ya pesa. Tunavyojua kwamba time ina affect sana value of money, kwamba jinsi muda unavyozidi kwenda na thamani ya pesa inakuwa affected. Kwa hiyo tunawekeza ili tulinde thamani ya pesa. Kwa mfano ukiwekeza kwenye land au kwenye real estate, ukinunua leo 2,000,000, baada ya miaka 3 hautaiuza 2,000,000, utaiuza kwa bei juu zaidi. Pointi ya mwisho ni unaandaa maisha ya baadaye. Tunajua kabisa sio siku zote tutafanya kazi, kuna muda wa kuretire, kuacha kazi. Je, tuna retire vipi? Lazima tuwekeze ili itusaidie baadaye. Tusio tunaanza kupata stress, unaanza kukumbuka ningekuwa kazini ningekuwa nimepata kamshahara mwisho wa mwezi. Kwa hiyo lazima tuwekeze ili maisha yetu ya baadaye yawe mazuri. Tukija kwenye faida ya kwanza, kipato cha ziada. Sio tu tunategemea mshahara, tukiwekeza tunakuwa tuna mshahara na tunapata faida ile kutoka kwenye kuwekeza. Pointi ya pili ni mali kuongezeka. Kwa mfano ukiwekeza kwenye hisa, ukawekeza kwenye hati fungani, unakuwa unaongeza mali zako, assets zinaongezeka. Na faida ya mwisho kwa leo, uhuru wa fedha. Ukiwekeza unakuwa una uhuru wa fedha, unaweza kufanya maamuzi yako kwa sababu unakuwa una kipato zaidi ya kimoja. Sasa tunatakiwa kujua maeneo ya kwenda kuwekeza. Cha kwanza ni kuwekeza kwenye biashara. Kuna biashara ya real estate. Tunajua kabisa tutalipwa kodi, tunaongeza fedha. Kwenye kilimo, tunajua kuna kilimo cha vyakula, kuna kilimo cha miti, kuna kilimo cha nini. Kwa hiyo ni wewe utaamua utaenda kuwekeza kwenye kilimo cha aina gani. Kingine ni elimu binafsi, ujuzi. Wewe kama wewe ukiambiwa leo utoke kazini, una ujuzi gani ambao unaweza kukuingizia fedha bila ya wewe kuwa kazini? Kwa hiyo tunatakiwa tuna ujuzi zaidi ambao unatuingizia fedha.
Kitu kingine ni teknolojia. Tunajua kabisa teknolojia inakuwa kila siku. Kwa mfano, wazee wetu wa zamani hawakusoma kwa PowerPoint. Sisi siku hizi tunaenda kwenye presentations, tuna PowerPoints ambazo zinatusaidia kufanya presentation kwa urahisi. Kwa hiyo usipojua kama tunatakiwa kuwa na elimu ya teknolojia, basi tunatakiwa tuwe tunawekeza mambo mengi kwenye teknolojia. Kwa mfano sasa hivi kuna AI, kuna mambo mengi sana kwenye teknolojia. Kwa hiyo inabidi tujisaidie sisi wenyewe kwa kujifunza mambo mbalimbali kutoka kwenye teknolojia. Kitu kingine ni hisa na hati fungani. Ukienda kwenye masoko ya hisa, hati fungani, tunatakiwa tuwekeze kule, maana kuna faida pia ambazo tunapata kutokana na uwekezaji huo. Na kitu cha mwisho ni mifuko ya pamoja. Kwa mfano UTT ina mifuko mingi, kwa hiyo inategemea wewe na malengo yako unataka kuwekeza wapi. Hayo ni baadhi tu ya maeneo ambayo unaweza ukawekeza. Sasa kabla hatujawekeza na baada ya kuwekeza, kuna vitu muhimu ambavyo tunatakiwa kuzingatia. Tukianza na kabla ya kuwekeza, kitu cha kwanza ni kuchunguza kwanza. Kwa mfano kwenye hisa, unataka kuwekeza kwenye kampuni gani? Je, hiyo kampuni inatoa dividends, faida, au waishaye kupata hasara? Kwa hiyo unatakiwa ufanye uchunguzi kwanza. Kitu kingine, elewa unachowekeza. Unaweka kwenye bond lakini hauna kabisa elimu ya bond au hati fungani ni nini, inasaidia nini, ina operate vipi. Kwa hiyo inatakiwa ujue, uwe unauelewa na sehemu unapotaka kuwekeza. Na unaanza kidogo. Sio lazima uanze na kitu kikubwa sana. Kwa mfano kwenye UTT kuna mifuko unaanza na 10,000, kuna mingine 5,000, kuna mingine 100,000. Kwa hiyo sio lazima uanze na milioni 10 kwa wakati mmoja. Unaweza step zile ndogo ndogo unazozipiga zinakufanya baadaye ukawekeza kitu kikubwa. Na kitu kingine, pima athari, risk. Lazima uangalie unapowekeza kuna risk za aina gani. Je, unaweza kutolerate hiyo risk au hauwezi? Kwa hiyo lazima upime athari ya sehemu unapotaka kuwekeza. Sasa tutamalizia na zile point za baada ya kuwekeza unatakiwa ufanye nini. Cha kwanza, kufuatilia malengo. Malengo yako kwenye uwekezaji ni nini? Kwa mfano, nimetumia sana mfano wa UTT. Kwa mfano kwenye UTT, kwenye mifuko tofauti tofauti, kuna ya watoto, kuna ya kuwekeza maisha, kuna liquid fund. Kwa hiyo inategemea wewe kama wewe lengo lako ni lipi. Kwa hiyo unatakiwa uangalie lengo lako. Kama unataka kuwawekezea watoto wako, ukienda kwenye UTT utawekeza kwenye mfuko wa watoto fund. Haya, tutakuja hesabu faida na hasara. Kingine ni hesabu faida na hasara, rekebisha mapema na ongeza mtaji. Nitamalizia kwa kukuambia key points. Cha kwanza ni tumia chini ya kipato chako, wekeza akiba, kopa kwa malengo, wekeza kwa maarifa. Asante.